Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na kila nafsi iangalie inayoyatanguliza kwa ajili ya kesho. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu anazo habari ya mnayoyatenda. Maneno haya ya Mwenyezi Mungu ni tahadhari kwetu wakati uhai wetu una muda mchache na waliotangulia zimebaki simulizi tu za maisha yao. Walioonekana wema wameendelea kuombewa dua kwa kuwa wamesomesha jamii kwa ndimi zao au kwa matendo yao, wakawa vigezo kwao. Lakini wengine nao wanatajwa kwa masikitiko na walio hai wakiwaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala awasame kwa rehema zake. Tunafundishwa na Allah tuishi vizuri, kujitengezea akhera yetu ambayo kawawaekea waumini wa amri zake na kukubali upweke na uwezo wake. Hapana shaka tunajuana namna tunavyoishi humu. Kuna walio wapole sana, wenye subra na kumtegemea Allah katika maisha yao na haja zao za kila siku, na ya Allah huwastiri na aibu za kuomba au kutegemea nguvu za giza kutetea riziki zao. Kinyume cha hao wapo walio na viburi, jeuri, ujivuni na kungurumia wengine wakiongozwa na adui shaitan. Hao ndiyo pesa kwao ndiyo kila kitu. Hao vyeo kwao ndiyo ndaro zao kwa wengine. Hao ndiyo wabinafsi hata kukata aila zao kwa usomi wao, uchumi wao na aina za watu ambao wanahisi ndiyo stahiki zao. Hawa hata kuwatajia ghadhabu za Allah watatemeki au kukuonea haya wewe unaitoa ukumbusho kwao. Allah ni wa kushukuriwa sana kwa kuificha siku ya mauti yetu na sababu zake pia, na kuitimiza ahadi yake kwa siri kubwa asiyejua yeyote. Ndiyo maana sikuta zilizotuzunguka majengo yetu na kamera na nyaya za umeme na mbwa anusao harufu nyumba za wafugaji wao, na wala si walinzi wenye bunduki au virungu na pingu. Malakal mauti anapotumwa huingia humo, akaonana na aliyetumwa kwake, akaondoe kikata uhai wake. Haya tunayakumbusha, hebu tuachane na ubabe na ujeuri na viburi. Sisi si chochote si lolote pale tutakaposahau sababu za kuumbwa kwetu. Tusijidhulumu wala tusidhulumu. Tuishi kama wanafunzi waliomo kwenye mtihani tuliopewa karatasi na muda wa kumaliza mtihani, hatimaye tutaambiwa weka kalamu chini. Enyi mnaoiba mali za watu kwa kuvunja, kujeruhi na kuchukua mali msiyoihangaikia, usijiite Muislamu au muumini wakati unabirukia nyumba za watu usiku wakati mwingine na silaha. Wewe jua hutaweza kumaliza vyote duniani, lakini angalia maisha yako unayohatarisha kwa vipigo, na wengine wakaghadhibika nawe hadi wakakumaliza kwa hata na silaha au kukuchoma. Wala usijitie ajali kazini kwa ujivuni. Hiyo si kazi, ni dhulma na ni uamuzi wa kijinga ya mtu aliyeemewa kujua vipi riziki huombwa. Hutaka vya kupopoa tu. Angalieni wenzenu waliotangulia mbele ya haki na ushahidi huo wa kudhulumu haki za watu. Wamedhikika duniani na Allah anawahukumu kwa yale walioyatenda, na hata wadhulumu, bali wao ndiyo waliojidhulumu nafsi zao, na ni majuto ya milele yanayowakabili. Enyi waumini wa Kiislamu ambao biashara za haramu munafanya kushindana na Allah, acheni kamari, acheni pombe kuuza, kunywa, kuibeba au kuandikia mezani. Maneno haya ni mapenzi, sio dua mbaya au kuvunja moyo, bali kasema yule aliyetumba. Hata kwa wanaotumia na kupiga ramli wamo pia katika makatazo. Enyi mchezeao ndoa za wiki, mwezi na hata siku, tuache vituko na kuvunjiana azma za kuanza maisha mapya ya kindoa. Wapo vijana wa kiume waliokuwa sababu, na wapo wa kike waliowasha moto wa kuhasimiana, bali wapo waliowachumia ndoa ambao wanacheza na mahari waliotunukiwa, na ikawa ndo tabia zao kudhalilishana na wenzi wao. Enyi watoto wenye ndimi ndefu mnaotusi wazee wenu au wazee waliokuzidini umri, kwa nini mnajilaani wenyewe kwa kutostahi haki za watu waliojaliwa na Allah kwamba wapatiwe heshima zao? Humjui aliyepewa kabuli kwa dua zake, basi tusiwachezee na kuwakejeli. Tukumbuke maisha uhai ukizidishiwa umri utafikia huko, na utadharulika na kuhuzunika kama unaonewa baada ya kusahau kuwa
ulionea wewe kwanza. Hili ni 10 la maghfira. Tuendelee kumuomba Allah atuhidi na kutii amri na makatazo yake.